Boss Lady pombe zimekolea, akamvuta dereva wake paka chumbani. Wakaanzia mlangoni, hakuna kusubiri, ni kugeuzana tu. Mchizi akaanza na shingo. Boss Lady akasema usinitania, akamtupia kitandani. Mizagamuo ikaanza. Mama mkwe anaingia chumbani kwa Boss Lady, anamkuta Boss Jessica akiwa na mwanaume kamlalia kifuani. Mama mkwe anatazama kisha anafurahi, maana mlembo alikuwa hataki wanaume kabisa. Huku mchizi akimwamsha Boss Lady, anamwambia angalia kule. Boss Lady anashtuka kumwona mama yake. Movie yetu inaanza. Mchizi kapata kazi kuwa dereva taxi, japo ana elimu ya degree. Wakawa anafurahi na mpenzi wake Shade na mfanyakazi wa mgawa wa chakula. Wakati huo Lola akatulia kwenye kiti akiangalia wanavyoimba na kucheza, kisha naye akanyanyuka na kumkumbatia Shinedu. Shade na Kabiru wakabaki akishangaa jinsi Lola alivyomkumbatia mpenzi wake. Wakatazamana na kujiuliza tumfanye nini huyu. Ndipo Lola alipojistukia na kutoa hai ya uoga na kusema samahani. Wakati huo kila mtu anamwangalia Lola bila kummaliza. Ndipo Kabiru alipomsogelea Shade kutaka kuchochea. Shade akamsukuma akadondokea mezani kwenye sahani ya Lola. Lola akasema usinitanie wewe, akamtia roba. Katika purukushani wakadondoshana chini, akamtia makofi. Kesho yake mchizi akaingia ofisini kwa Boss Lady Jessica akiwa kavalia mavazi ya kazi. Akamsalimia za asubuhi bosi. Bosi akamwambia nzuri, unaweza kujitambulisha? Jina langu naitwa Chinedu Likundumbwi, ni dereva wako mpya. Boss Lady akasema sawa, natumai hautakuwa na tatizo. Mchizi akasema usijali, mimi ni mfanyakazi mzuri, kwa hiyo usiwe na shaka. Boss Lady Jessica akamwambia nadhani HR kashakwambia mshahara wako kiasi gani na majukumu yako ya kazi. Mchizi akasema ndiyo bosi. Bosi akamwambia ushaanza kazi, kwa hiyo nisubiri mpaka nitapotoka nitakwambia. Mchizi akasema asante bosi. Baadaye mchizi akamrudisha Boss Jessica mpaka nyumbani kwake. Boss Lady alipokaa akamwambia niwekee mkoba wangu mezani. Kisha mchizi akamuuliza bosi, je, naweza kuondoka? Akamwambia ndiyo. Mchizi akamtakia siku njema. Boss Lady akamjibu nawe pia, na kuondoka zake. Mchizi aliporudi nyumbani akawa anamhadithia mpenzi wake Shade, ungemwona bosi wangu ni mzuri sana, ni mrembo. Shade anamwambia kweli? Mchizi anamwambia ni msichana mdogo, ila nasikia ndio CEO wa kampuni. Shade aelewe akamuuliza CEO ndio nini? Mchizi akamwambia CEO ni mmiliki wa kampuni kama wewe. Shade akasema nimeelewa, kama mimi atakuwa na hela nyingi. Mchizi akamwambia ana hela kibao na ni mzuri na wala sio mkorofi. Shade akamuuliza kwa hiyo kaolewa Mchizi akasema sijui, niliangalia kwenye mkono wake hana pete. Nilipoingia nyumbani kwake sikuona ishara yoyote kama kaolewa, hata picha sijaona ukutani. Shade anamuuliza inawezekana msichana kama huyu asiolewe? Mchizi akasema mimi mwenyewe sijui, kuna mwamba yupo ofisini kwa Boss Lady. Boss Lady anamwambia kila kitu ulichosema na imani kitaleta faida. Mwamba akamtazama mlembo kisha akamwambia samani, kiukweli wewe ni binti mzuri sana, nimeshindwa kujizuia kukwambia. Boss Lady akasema asante. Mwamba akamwambia karibu msichana wangu. Boss Lady akamuuliza msichana wako? Mwamba akamwambia ndiyo, kwa sababu na mpango wa kufanya uwe wangu. Bosi akabaki akimtazama Mwamba. Mwamba akasema samani kwa kuingiza maneno kwenye business, lakini kiukweli nimevutiwa na wewe na ninahitaji uwe wangu. Boss Lady akatabasamu kidogo. Mwamba akamwambia tukirudi kwenye iliyokuwa mezani unaweza ukachukua muda wa kusoma na ukaamua nini cha kufanya. Boss Lady akamtazama Mwamba na kumwambia asante. Mwamba akamwambia karibu my lady. Bosi anaonekana kama akamuelewa Mwamba hivi. Huku mchizi baada ya kutoka kazini akampitia mpenzi wake Shade kwenye mgawa na kuanza kucheza naye kama kawaida yao. Mchizi akamwambia nimekununulia kitu, wakati narudi nilijua hapa una chakula, lakini najua wauza chakula wengi hawapendi kula chakula wanachopika, hivyo nimekuletea mkate, chakula unachokipenda. Shade akafurahi sana. Lola akasema yani nyie watu mnapendana, naomba nije kuakisi kidogo. Shade akamwambia we umeshaanza Wakati Lola ananyanyuka, Kabiru akaja chapu na kumshika Lola asije akaharibu na kumwambia hebu twende huku. Kesho yake Mwamba akapeleka maua mezani kwa Boss Lady. Boss Lady alipofika akayachukua na kukaa nayo kwenye kiti na kuwaza mwanaume si ndio huyu, kwa sababu alimwambia mama yake atatafuta mwanaume wa kuwa naye. Hiyo baada ya mama yake kumwambia au anajishangaa na wanaume so busy tuna kazi muda wote, umri unakwenda. Usiku Boss Lady akampigia simu Mwamba na kumshukuru kwa maua, akamwambia nimeyapenda sana, yananukia vizuri sana. Kifupi Boss Lady kashamuelewa Mwamba, kilichobakia kumpa utamu tu. Kesho yake Mwamba akamtoa lunch Boss Lady. Boss Lady akamwambia mbona uli? Mwamba anamwambia ladies first. Boss Lady akaanza kula kisha akamwambia nawe basi kula. Mwamba anamwambia napenda kukuona unavyokula. Kisha akamwambia asante kwa kuchagua hili eneo, ni zuri sana na limetulia. Boss Lady akasema napenda sana kutembelea hapa, nafikiri chakula chao ni kizuri, na yeye akaanza kula. Kisha Mwamba akamuuliza hebu niambie umewezaje kuwa CEO wa kampuni kubwa ya kushangaza kama hii? Boss Lady akachakula kisha akapiga fundo moja la maji kisha akamwambia kikweli kampuni yangu alianzisha baba yangu kitambo kabla sijazaliwa, na kampuni yangu imekuwa
lilikuwa kubwa kwa sababu yake. Kwa bahati mbaya alifariki miaka michache iliyopita na kwa sasa namiliki mimi. Mwamba akamwambia pole sana kwa kifo cha mzee wako. Bosi Lady akamwambia usijali, yaliyopita yamepita. Kesho yake mchizi akamfuata Bosi Lady mpaka nyumbani kwake, akawa anamuita bosi, bosi. Bosi Lady akatoka na kumkuta Mwamba sebuleni. Mchizi akamwambia nimekuja kukuuliza kama leo utakwenda kazini. Bosi Lady akamwambia hapana, leo siendi popote, hivyo unaweza kurudi nyumbani. Mwamba baada ya kusikia sauti ya kiume akatoka chumbani na kumkumbatia Bosi Lady na kumuuliza huyu ni nani? Akamwambia dereva wangu mpya. Wakasalimiana kisha dereva ikabidi arudi nyumbani, huku Mwamba akijilia vilivyofichwa kwenye nguo na kumshika kiuno. Baadaye Bosi Lady akampigia simu mama yake na kumwambia nimepata mchumba. Mama yake akamuuliza lini umempata? Hebu niambie kila kitu kuhusu yeye. Bosi Lady anamwambia wiki 2 zilizopita tulikutana ofisini, alikuja kikazi. Baada ya wiki Mwamba akaenda ofisini kwa Bosi Lady akamwambia hivi unakumbuka lile dili tulioongea? Bosi Lady akamwambia nalikumbuka. Mwamba akamwambia guess what, kampuni yangu imepata contract. Bosi Lady akasema wow, hiyo ni habari njema, hongera. Mwamba akasema asante sana, kisha kaguna na kusema lakini, akavuta pumzi. Bosi Lady akanyanyuka kwenye kiti na kumfuata mpaka alipo, akamuuliza tatizo nini? Mwamba akamwambia tatizo kampuni yangu haina hela ya kutosha kukamilisha mradi. Bosi Lady akamwambia kwa hiyo? Mwamba akamwambia nafikiri kama tutaingia ubia na wewe kwenye kampuni yako tutagawana faida sawa, faida ni mara 2 ya hela tutakayowekeza. Bosi Lady akamuuliza ni kiasi gani unachohitaji? Mwamba akamwambia ni milioni 300 tu, ni pesa nyingi lakini nina imani ina faida kubwa kama tukiwekeza. Bosi Lady akamwambia usiwe na wasi jua hilo, ngoja nitaenda kuzungumza na timu yangu na mhasibu kisha nitarejea, naomba nipe dakika chache nitakurejea, na kunyanyuka zake. Mwamba akafurahi na kujiweka sawa, mara simu yake ikaita. Alipoipokea akamwambia bado niko kwenye ofisi yake, nishamfanya amini kuwa ni international deal, nimemdanganya kuwa atapata pesa nyingi, natamani ungeniona, nachotamani pale nitakapoona kiasi kikubwa cha pesa. Wewe unadhani wapi ningezipata pesa hizi? Mwamba akamwambia kunipigia simu kwenye hili eneo ni hatari, naomba nitakupigia baadaye. Kumbe dereva alikuwa anasikia maongezi yote ya Mwamba. Wakati wapo kwenye gari Bosi Lady na Mwamba, Mwamba akamuuliza baby, mlishajadili tulichoongea? Bosi Lady akasema ndio, ila ni hela nyingi sana. Mwamba akasema ndio najua ni hela nyingi, ndio maana nahitaji msaada wako, lakini kama uwezi usijali, si okay. Bosi akasema hapana, hebu tufanye. Mwamba akamuuliza una uhakika baby? Ndio na uhakika, wewe njoo kesho ofisini tutasign deal. Mwamba akasema asante, hutojutia hii nafasi. Wakapeana mikono, Mwamba akampiga busu mkononi. Walipofika nyumbani madamu akapumzika kwenye sofa. Dereva akamwambia good night boss, nawe pia. Mwamba akataka kuondoka lakini nafsi ikamsuta, akarudi kwa Bosi Lady akamwambia bosi, naomba nikwambie kitu. Akamuuliza kitu gani? Kesho yake Bosi Lady akamuuliza Mwamba wapi ungependa ni sign? Okay, unatakiwa usaini hapa hapa na hapa. Mwamba akawa anatabasamu tu huku akiangalia juu asije mrembo akashtukia ishu. Bosi Lady akasaini kila sehemu aliyoelekezwa, kisha akaweka makaratasi vizuri na kumkabidhi Mwamba. Mwamba ili anataka kuchukua tu, Bosi Lady akachukua makaratasi na kuyaanza kuyachana. Mwamba amini kilichotokea. Mwamba anamuuliza kwa nini unafanya hivyo? Mrembo anaendelea kuchana tu na kumtupia usoni, kisha akamwambia unafikiri unaweza kuniibia? Mwamba anamwambia sijui unazungumzia nini. Wakati huo Bosi Lady ananyanyuka na kumfuata Mwamba akamwambia wewe yani unataka kuniibia? Mwamba akasimama akamwambia sijui unachozungumzia. Bosi Lady akamwambia nimefanya utafiti, ile kampuni yako umiliki wewe. Mwamba akamwambia kampuni ya kwangu. Bosi akamwambia nyamaza, yaani unataka kuchukua pesa zangu na kusepa? Mwamba akamwambia nakupenda. Bosi Lady anamwambia hebu toka ofisini kwangu. Mwamba akawa anaondoka. Bosi Lady akamwambia hebu njoo uchukue uchafu wako. Kumbe Mwamba alikuja na begi kabisa la kubeba hela. Ona sasa, kakosa vyote, kakosa hela, kakosa utamu. Wakiwa kwenye gari Bosi Lady anawaza kwa nini huyu Mwamba alikuwa anataka kunitapeli. Dereva baada ya kuona Bosi Lady ana mawazo ikabidi apake gari pembeni. Bosi Lady akamuuliza kwa nini unapaki? Dereva akamwambia unahitaji kutuliza kichwa. Ikabidi Bosi Lady atoke nje ya gari na kupunga hewa ya asili. Bosi Lady anasema nilikuwa naenda kutoa mamilioni ya hela bila kujua lolote kwenye mradi. Ni upumbavu gani unataka kufanya? Baba yangu angeniona mpumbavu kabisa. Dereva anamwambia usiseme hivyo, na uhakika uko aliko mzee wako anajivunia wewe. Baada ya stori nyingi akamrudisha mpaka nyumbani. Alipokaa Bosi Lady, dereva akamwambia hebu jitahidi kutabasamu, unapendeza sana ukitabasamu. Akamwambia asante. Dereva akamwambia mimi naondoka. Bosi Lady akamwambia nashukuru kwa leo. Dereva akamwambia usijali, ila zingatia kutabasamu. Bosi Lady akacheka kidogo, dereva akaondoka zake. Usiku mchizi ya kulala. Baada ya Shade kulala, akautoa mkono kichwani kwa Shade na kugeuka pembeni akikumbuka mazungumzo yake na Bosi Lady. Bosi Lady akamwambia hebu niambie kuhusu wewe. Mchizi akasema jina langu ni Chinudu Likundumbwi. Bosi Lady akamwambia najua jina lako, niambie vya muhimu zaidi. Mchizi akasema kama nilivyosema, sina utambulisho mkubwa, mimi ni mtoto wa kipekee, ila wazazi wangu walishatangulia mbele ya haki. Pole sana kwa hilo. Mchizi
Mchizi akasema asante, kisha akamwambia ni muda mrefu baba yangu alifariki wakati niko kijana mdogo, na mama yangu alifariki miaka 2 kabla sijaingia chuo kikuu. Bosi Lady akasema wow, inahuzunisha sana, na kumuuliza kwa hiyo ulienda chuo? Mchizi akasema ndiyo, nimeenda, nilisomea masuala ya fedha na nimehitimu daraja la kwanza. Bosi Lady akashangaa, nini, ni kweli? Mchizi akasema ndiyo. Kwa hiyo umekubali kuwa dereva wa taksi? Mchizi akasema kiukweli bosi, nimetafuta sana kazi, sasa ni miaka 4 imepita tangu nihitimu chuo kikuu, lakini sijaweza kupata kazi, hivyo nikaamua kufanya kazi yoyote ile. Kisha akamwambia sasa umejua? Yes I know. Bosi Lady akapiga miayo. Mchizi akamuuliza una njaa? Bosi Lady akasema ndiyo, kiukweli na njaa. Mchizi akasema kweli, ni muda mrefu umeenda, naomba nikupeleke kwenye hoteli unaopenda kula. Wakanyanyuka na kuelekea kwenye misosi. Mchizi akawa anatabasamu mwenyewe, kashamuelewa Bosi Lady sijui itakuwaje. Kumbe huku nako Bosi Lady hakulala, akawa anamfikiria Mchizi, akawa anatabasamu mwenyewe tu. Kesho yake jioni, wakati wanaelekea ofisini, Bosi Lady akamuuliza Mchizi, ni chakula gani unapendelea kula? Mchizi akamwambia wali maharage. Bosi Lady akamwambia kweli, ni kwa nini unapendelea? Mchizi akamwambia ni kila wali maharage naweza kukaa hata siku nzima bila kula. Na wewe je? Bosi Lady akamwambia napenda matunda na mboga mboga. Mchizi akasema wow, ndio maana sura yako inavutia. Bosi Lady akacheka na kumwambia asante, kisha akamwambia tafuta sehemu ya kupaki ili tutembee kidogo. Mchizi akamwambia nitapaki hapa. Wakapaki, wakashuka, wakatembea mpaka giza likaingia. Wakati wanakaribia gari lao, Bosi Lady akajifanya akajikwaa. Mchizi akamshikilia Bosi Lady asianguke, kumbe kiatu kiliachia kamba, ikabidi Mchizi awe anamfunga vizuri. Najua warembo wengi washafanya matukio kama haya ili mradi tu kushikoshiko na mwanaume anayempenda, na hiyo yote kwa sababu mapenzi yashachukua nafasi. Kisha wakaingia kwenye gari. Bosi Lady hakutaka tena kukaa siti ya nyuma na kuingia siti ya dereva ili wawe wanashikana shikana, huku Lola anamwambia Shade kuwa makini na mchumba wako, anarudije kila siku usiku au umegombana? Shade anamwambia hatujagombana, ni kazi tu. Shinedu wangu sasa ana kazi na kazi yake inamfanya achelewe siku hizi, kwa sababu bosi wake anachelewa kurudi siku hizi, hivyo lazima amsubiri amfikishe kwake ndipo na yeye arudi nyumbani. Kwa hiyo iko busy mpenzi wangu. Akamwambia ni kazi gani hiyo Shinedu anafanya kumrudisha bosi usiku sana? Yaani anaondoka asubuhi na kumrudisha usiku sana, ni aina gani ya kazi hiyo? Shade akamwambia Lola umeanza Lola umeanza kwa nini usifuatilie mambo yako? Una matatizo gani wewe? Lola akamsogelea karibu akamwambia hebu tazama kule kwa ukaribu, vuta picha, kitu fulani kama samaki kinazama chini. Shade akamtia kibao akamwambia samaki gani huyo unamzungumzia? Lola akasema ni aina fulani hivi kama nyoka hivi. Umeanza Kumbe anaongea Lola ni ya kweli. Mchizi huku iko na Bosi Lady wanakunywa wine huku akipiga story. Bosi Lady kaweka bonge la pozi, Mchizi vitu vimekolea kichwani, anaongeza wine tu kwenye glasi. Kisha Mchizi akamwongeza Bosi Lady wine ili na yeye wine imkolee vizuri. Hapo ninavyoona kuna kitu kinakwenda kutokea muda sio mrefu, sio kwa kunywa huko na kujiachia kama marafiki wa siku nyingi, kumbe ni usiku mmoja tu. Sijui kama hizo pombe hazitashuka chini, maana glasi zinagongeshwa mara 3. Mchizi akaanza kuongea kwa vitendo, maana Mchizi anataka kuongeza pombe, kumbe imeisha. Bosi Lady anamwambia wow, umemaliza? Mchizi anasema ndiyo. Bosi Lady anasema siamini kama umemaliza. Akamuuliza je, tuongeze nyingine? Mchizi anasema ndiyo, lete. Bosi Lady anataka kunyanyuka, anashindwa, pombe zishakolea kichwani. Bosi Lady akawa anacheka tu mwenyewe. Mchizi anamuuliza uko sawa? Bosi Lady anamwambia niko sawa. Bosi Lady akamtazama Mchizi kwa macho ya kuutaka. Mchizi anamwangalia tu. Bosi Lady akanyanyua mkono na kumshika kichwa Mchizi na kumpiga denda, kisha akamwangalia tena kwa macho ya kuutaka. Mchizi akasema usinitanie wewe. Akamsogelea na kuanza kupata denda ya kwanza, ya pili, ya 3. Bosi Lady akaona inatosha. Mchizi kabidi aage, akaona hapa kifuatacho ni ITV. Mchizi akarudi nyumbani. Wakati anatafakari kilichotokea, Shade akaingia na kumuuliza unatokea wapi? Mchizi akasema kazini. Shade anamuuliza kazi gani hiyo inakufanya uwe unachelewa nyumbani kila siku, na ni kitu gani mnachokuwa mnafanya na bosi? Mchizi akamwambia mimi sielewi swali gani hilo unaniuliza. Kwa hiyo unataka bosi akiwa sehemu nimpelekee funguo na kumwambia mimi narudi nyumbani? Kwa hiyo maombi yote ya mimi kupata kazi, sasa wewe unataka nipoteze kazi? Basi haina shida, kesho asubuhi nitamwambia bosi na acha kazi. Shade ikabidi aombe msamaha kwa Mchizi. Samani, usikasirike, ujue na kujali, ndio maana nakuwa na hofu na wewe. Kesho yake wakiwa kwenye gari, Mchizi akawa anamwangalia Bosi Lady kwenye kioo. Bosi Lady anaona aibu, kisha Bosi Lady anamwambia nisamehe kwa kilichotokea jana. Mchizi akasema usijali, haina haja ya kuomba msamaha. Bosi Lady akasema ni kosa langu, nastahili kukuomba msamaha, samahani haitojirudia tena. Kumbe si lolote si chochote, bado wanapendana. Usiku Bosi Lady akamvuta Mchizi chumbani, ni kusukumana tu, hamu zimewashika, hawajui nishike wapi niache wapi. Mchizi akaona usimtanie na kuanza kumnyonya shingo. Mrembo akamrusha kitandani Mchizi. Asubuhi mama Bosi Lady anafungua mlango, anamkuta Jessica na Mchizi, huku mama akibaki ameshangaa. Mchizi akawa anamwamsha Bosi Lady, anamwambia angalia kule. Bosi Lady kuangalia na suka. Mama akawaita sebuleni akamuuliza mwanaye huyu ni nani, jina lake ni nani, huku anatabasamu bi mkubwa kama akamuelewa Mchizi. Akamuuliza mahusiano yenu yalianza lini? Bosi Lady akamwambia bi mkubwa unaweza kutupa muda nitakwambia kila kitu. Mchizi aelewa na mtazama tu Bosi Lady. Bi mkubwa akamwambia
sawa, nimewaelewa. Mchizi akarudi na bodaboda hadi nyumbani kwake, akashuka na kumpatia boda nauli. Anafika mlangoni na Shade anatoka, anamsalimia Shade. Shade kauchubua, akamwambia tulia basi Shade. Shade anasema niache, naomba pisha njia nielekee ofisini. Mchizi anamwambia usiwe na hasira. Shade akamuuliza kwa nini jana usiku haujarudi? Mchizi anasema nililala kituo cha polisi. Shade anamwambia mwamba, uongo gani wewe unaniambia? Mchizi anasema sikudanganyi, wakati tuko njiani gari liliharibika, wakati tunajaribu kulitengeneza kuna vijana tukuwajua wapi walipotokea, wakatuvamia na kutuibia kila kitu. Bahati nzuri kituo cha polisi kilikuwa karibu, tukapiga kelele, mmoja wale vijana akapigwa risasi, ndipo wengine wakakimbia. Polisi wakatuuliza ilikuwaje, tulipohadithia ilivyokuwa wakatushauri tukalale polisi mpaka kesho asubuhi kwa ajili ya usalama wetu. Kwa hiyo leo asubuhi tukampigia fundi simu akaja kulitengeneza. Baada hapo ndipo nikampeleka bosi Lady nyumbani kwake na mimi ndio nimerudi. Shade akamwambia Shinedu, unanichukuliaje? Au kwa sababu mimi ni maskini, au kwa sababu mimi sijaenda chuo unafikiri mimi ni mpumbavu? Kwa hiyo mimi ndio mtu wa kunidanganya? Mchizi akamwambia unajua nini, twende kituoni, nadhani nitaweza kuthibitisha kwamba ninasema ukweli. Haya, twende basi huko kituoni, twende ukawaulize maafisa wa polisi, ndio utaamini. Shade akawa mpole akamwambia kwa hiyo unidanganyi? Naanzaje kukudanganya? Je, niliwahi kulala nje kabla? Shade akamuuliza kwa hiyo umeumia? Mchizi akasema wale vijana walinipiga sana, yaani kama nisingekuwa na ngozi nzuri ungeona michubuko kwenye sura yangu. Oh, natumai hawajakujeruhi sana. Shukuru Mungu, asingekuwa askari ningekuwa nimeshakufa. Shade akamwambia pole, vipi ushakula? Mchizi akasema sijala, naomba ukaniletee chakula. Shade akasema usijali nakuletea. Baadaye mchizi akaitwa ofisini na bosi Lady. Bosi Lady akamwambia mama anataka kukutana na wewe. Mchizi anasema anawezaje baada ya lile tukio? Bosi Lady anamwambia tukio gani hilo? Naomba usiogope, mamangu hana shida, ni mtu mzuri tu. Sawa basi tutakutana jioni kwenye chakula cha usiku. Nakwambia unatakiwa ufurahie kutambulisha kwa mama rasmi, ni jambo zuri. Sawa, ila kitu cha msingi kwanza unatakiwa upate kitu special cha kuvaa leo, nadhani utapendeza zaidi mpenzi. Mchizi baadaye akavaa bonge la suti. Shade alipoingia na kumuona akamwambia mwanaume wangu umependeza sana, hebu vimba kidogo, umebarikiwa, ni handsome. Hebu mtazame mwanaume wangu, mwanaume wa Shade, umependeza. Hebu uniambie unaenda wapi? Nishakwambia bosi wangu amenialika chakula cha jioni, kwa hiyo kila mfanyakazi wa ofisini anatakiwa kuwepo. Oh, nimekumbuka, nadhani unajua mimi ni handsome kasoro pesa tu. Shade akamwambia subiri kwanza, akaenda kuchukua perfume na kumpulizia. Chia unukie vizuri, usije ukatia aibu ugenini. Huku nyumbani kwenye dina, mama mkwe anamuuliza kwa hiyo unafanya kazi gani? Bosi Lady akadakia anafanya kazi kwenye kampuni yetu. Mama akamuuliza Mchizi, je, ni muda gani upo kwenye kampuni? Mchizi akasema miezi 2. Mama akamuuliza tena swali lingine, mlianza lini mahusiano? Mchizi akamwambia tuna wiki chache baada ya kuanza kazi kwenye kampuni. Bosi Lady akadakia tulianza kama marafiki, baadaye tukawa wapenzi. Mama anasema safi sana, nawatakia best relationship kwa sababu mmeanza msingi mzuri wa urafiki. Kisha akamwambia umepata mwanaume mzuri na nina uhakika watoto wenu watakuwa wazuri. Bosi Lady anashangaa, anauliza watoto? Ndiyo, kwani hamtaki watoto? Bosi Lady akamwambia sio kwa sasa, at least tuwe tumefunga ndoa. Masimu bi mkubwa ikaita, akatoka kwenda kuipokea. Baada ya kuondoka, Bosi Lady akamwambia Mchizi, nisamee sana, mama yangu anapenda sana kujiongeza. Mchizi akasema usijali. Kisha akamuuliza kwa nini hujamwambia ukweli kama mimi ni dereva wako? Bosi anasema nisingeweza kumwambia kama wewe ni dereva wangu, hata hivyo huwezi kuwa dereva wangu kwa sababu tunashare kitanda. Mchizi akamuuliza kwa sasa mimi ni nani? Bosi Lady akamjibu ni mwanaume wangu kama nilivyosema. Mchizi akawa anamwangalia tu Bosi Lady. Bosi Lady akamwambia utaajiriwa na kampuni. Mchizi akamwambia kweli? Ndiyo, utaanza kazi Jumatatu, nimecheki CV zako ziko vizuri. Jamaa akanywa maji aamini, akamshukuru sana mrembo. Mwisho wa mwezi Mchizi akarudi na vifurushi vya zawadi. Shade akamrukia na kuimba wimbo wao kitandani, baby inazama taratibu, kisha akamtia bonge la busu. Fresh boy, ona unavyoaka. Jamani mpenzi wangu, hebu nipe swaga zako zile, kula 5 hizo. Si unajua mimi ni handsome, sema nilikuwa sina hela today. Oh, number 1 champion, I'm your boy now. Kisha akamwosha zawadi na kumwambia hizi zote ni zawadi zangu. Mchizi akawa akitoka kazini wanaenjoy tu na Bosi Lady. Ni mwendo wa kugigida, kifupi mapenzi yamekolea. Kuna wakati wanaanzia malavidavi ofisini na kumalizia nyumbani, ndipo Mchizi arudi nyumbani kwake. Mchizi akawa anamfanyia makeup mpenzi wake mpya. Mchizi anamwambia sura yako inavutia kama kipepeo, je, nikiwa mtupu napenda pia, una maneno wewe. Mchizi akamwambia sasa inabidi niondoke. Bosi Lady akamwambia hapana, huwezi kuondoka. Akanyanyuka akamwambia huwezi kwenda popote. Mchizi akamwambia si unajua natakiwa nipo ofisini mapema kesho. Bosi Lady akamwambia nilikuwa nafikiria hilo, uliniambia unaishi mbali alafu Uswahilini, kwa nini usihame huko? Mchizi akamwambia kwa hiyo unataka tuishi wote hapa? Ndiyo nataka, tunafanya kazi pamoja, tuishi pamoja. Mchizi akamwambia siwezi kuhamia kwako. Mlembo akamuuliza kwa nini? Hata sijui, ila naona ni makosa. Mlembo anasema kuna makosa gani mwanaume wangu kuishi na mimi?
mimi. Mchizi akajiumauma pale, mwisho wa siku akamwambia ndio nitahama. Mrembo akafurahi ile kinoma noma. Siku inayofuata mchizi akarudi kazini mapema kabla Shade hajarudi kazini na kuanza kupanga nguo zake ili aondoke na kumwacha Shade kwenye mataa. Wakati anataka kuondoka, mara akasikia sauti ya Shade inakuja. Mchizi akuamini, akadondosha basha aliyoshika. Shade akamchangamkia, oh jamani, mume wangu, karibu mume wangu. Umedondosha nini? Mbona unakuja nyumbani bila kuniambia kama upo? Hebu niambie kwa nini? Uko poa? Mchizi anamwangalia tu. Shade anamuuliza, umekula baby? Ndipo alipoangalia pembeni na kuliona begi la mchizi. Shade anamuuliza, vipi tena? Kwa nini umepaki nguo? Au mwenye nyumba akakwambia utoke? Shade akacheka, mchizi kauchuna tu. Shade anamwambia, leo biashara ilikuwa ngumu, hatukuuza sana. Shade akalala kitandani akamwambia, baby, naomba nifanyie masagi miguu yangu. Mchizi akamwambia Shade, mimi naondoka. Shade akamuuliza, unaenda wapi? Mchizi akamwambia, hapa nivutii tena, naondoka. Shade akanyanyua kichwa akamwangalia mchizi akamwambia, sijakuelewa. Akamuuliza tena, unaenda wapi? Mchizi akamwambia, nataka tuachane. Shade akamwangalia kisha akacheka na kupiga makofi akamwambia, kipenzi, naomba nisigue miguu yangu, huo utani wako hauwezi kufanya kazi. Mchizi akamwambia, Shade, stani, niko serious, sina hisia na wewe, hebu tuvunje haya mahusiano. Shade akastuka na kunyanyuka kitandani akamwangalia kisha akamwambia, Shinedu, nimefanya nini? Mchizi akasema, hujafanya lolote. Shade akamshika mchizi akamwambia, kwa hiyo utake kuniambia nilichofanya? Naomba niambie. Shade akapiga magoti na kumwambia, naomba usikasirike, kama kuna chochote nimekifanya naomba nisamee. Mchizi akasema, hujafanya lolote, ila bosi yangu ameuteka moyo wangu, kwa sasa yeye ndo kila kitu. Shade akashangaa akamwambia, Shinedu, unadanganya. Shade akajaribu kujitetea, mwisho wa siku akaachwa na mchizi. Mchizi akaja kwa mrembo Jessica, lakini hana furaha hata kidogo. Boss lady alipomwona akafurahi ile kinoma noma, akamwita baby. Huku Shade kachanganyikiwa, hata kazini haendi tena, mapenzi yanamtesa. Lola anamuuliza, kwa nini unalala kama hivyo? Rudi kazini bosi wangu, wateja wanakuulizia. Usilie Shade. Mchizi baada ya kuhamia kwa boss lady akawa elewi, anamwaza Shade tu, anaona kama kamkosea mshana wa watu. Kesho yake mchizi akamwambia boss lady Jessica, tunaweza kuongea? Akamwambia tunaweza. Unataka kuzungumzia nini? Mchizi ajipa kuanzia kumwambia ukweli boss lady. Akasema, mama alipokufa sikuwa na mtu mwingine zaidi ya Shade. Shade alihakikisha namaliza chuo, alimwibia mamake pesa ili nilipe ada, na alikuwa na mimi tangu tulipokutana. Boss lady akamuuliza, samahani, unazungumzia nini? Mbona sikuelewi? Mchizi akamwambia, Shade sio rafiki kama nilivyokuambia, tulikuwa tunaishi wote kwenye apartment, tulikuwa katika mahusiano na tulipanga kuja kuoana. Boss lady akamwangalia kisha akamuuliza, nini? Mchizi akamwambia, ndio hivyo. Bosi akawa anaendelea kuandika, kisha mchizi akamwambia, naenda kupaki vitu vyangu na kuondoka, nisamehe sana. Wakati anaondoka, boss lady akamwambia, subiri. Mchizi akageuka na kumwangalia mrembo. Mrembo akamwita Chinedu na kufunga laptop na kuweka mezani. Akanyanyuka na kumuuliza, kwa hiyo ushamaliza kila kitu? Kwa hiyo ulikuja kwenye maisha yangu kama movie ya Cinderella, si ndio? Na kuharibu moyo wangu kama kupasua puto na nyundo. Una maana gani? Hivi unajiangaliaje? Sina kuuliza, mjanja sana au bingwa wa kuigiza? Unaingia ndani unatoka, unaingia ndani unatoka. Kwa nini unatuchezea kama hivyo? Mchizi anasema, nahitaji kurudi kwa Shade. Boss lady anamuuliza, vipi kuhusu mimi? Nini kitatokea kwangu? Mchizi anasema, hajanikosea lolote. Kwa hiyo mimi ndo nimekosea sana? Na kuuliza, mimi ndo nimekosea sana? Mchizi anamwambia, Jessica, naomba elewa, alikuwa na mimi kipindi sina chochote, wakati nalala chini alikuwepo. Bosi akamwambia, na mimi nimekukuta chini huna chochote. Mchizi anasema, najuta. Kwa hiyo mimi hujutii? Una maana gani? Mchizi anasema, Jessica elewa. Jessica akasema, hebu usinifanyie hivyo, na kumsogelea karibu, usivunje moyo wangu kama hivi, na kuomba nisamee kama nimekutendea lolote, nisamee, na kumkumbatia mchizi. Baada ya kuondoka boss lady Jessica aamini kilichotokea, anaona kama mwanamke mwenye mikosi na wanaume kwenye maisha yake, akawa analia tu. Mchizi akabeba begi lake na kurudi kwa Shade. Alipofika kakaa kwa mbali, maana ajui atapokelewaje. Maa Shade na Kabiru wakamuona, wakatoka nje kuhakikisha ni yeye au mzimu. Shade akavua nguo ya kazi na kumkabidhi Kabiru na kumfata mchizi. Shade, nimeacha almasi hapa na kwenda kuhangaika na Silva. Shade, maisha yangu bila wewe ni machungu Shade, na wewe pekee unayefanya maisha yangu yawe matamu. Kwa hiyo nimerudi, nahitaji msamaha wako Shade. Shade akataka kuondoka, mchizi akamshika mkono. Shade akamtia kibao, akamwambia, usisubutu kunishika Shinedu, mimi sio levo yako, mimi ni Shade maskini, leo unawezaje kuniomba msamaha? Kwani nini kimekukuta? Mchizi akamkumbatia Shade akamuuliza, wapi nitaenda mimi? Nauliza wapi nitaenda? Naomba nisamee Shade. Shade analia tu, nihurumie. Mwamba akawa analia na Shade analia, ni vilio tu. Hebu niambie nini nifanye ili unisamee Shade? Nani utampenda mwingine kama sio mimi Shade? Shade, unafanya maisha yangu yawe matamu, na kuomba nisamee, sitorudia tena Shade, naomba nisamee. Movie yetu inaishi hapo, ikabidi Shade amkubali tu mchizi, wakaendelea kuishi maisha yao kama kawaida. Ila usisahau kusubscribe, kulike na comment channel yetu ya African Fix.